Nimemuona Malkia akiondoka. Aliyekuwa sisi hatuna mtu wa kutupigia. Sikiliza Sabia. Sitaki kujua habari za Malkia na kuondoka kwake. Ninachohitaji hapa kujua ni kwa nini Malkia aliondoka kwenye huu mjengo. Hata mimi nilikuwa najiuliza. Kwa sababu gani mama kaondoka huko ndani? Kumbe chanzo ni wewe Sabia. Marumbano ya nini? Mtu karudi kwenye mjengo wake. Karudi katika nyumba ambayo inamuhusu. Mnatakiwa mumkaribishe. Karibu bibi. Karibu Malkia. Karibu katika mjengo wako. Sabia, hivi ni mtoto wa mtu mzima. Sabia, hivi ni mtoto wa mtu mzima. Hivi Nanyoli ana siku ya pili sasa, sio amekimbilia wapi? Hebu ngoja nimwangalie chumbani kwake. Nanyoli? Nanyoli umelala? Nanyoli? Simu inaitia ndani, sasa atakuwa analala. Nanyoli? 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 Kaka, unajua kwa sababu gani nimekuita hapa? Hapana. Sifahamu. Na unajua nataka nikwambie nini? Ndio. Sasa kuwa makini kusikiliza. Kuna habari zinazosambaa huko mtaani ambazo sio nzuri kwa upande wako. Ni habari gani? Unaweza ukaniambia? Hapana kaka, siwezi kukwambia kwa sababu ni habari mbaya sana, sipaswi kuzisema. Nisikilize Nadia, wewe ni mdogo wangu, haupaswi kunificha jambo lolote. Naomba uniambie. Maneno yako yanaonyesha kama mtu asiyejua kitu hivi, ila inavyoendelea kunyesha panapovuja pataonekana na patakuwa hakuna siri tena. Unamaanisha nini? Utajua mwenyewe. Sabia, hivi ni mtoto wa mtu mzima. Sabia. Yule ndugu yangu Nanyoli leo na siku ya pili mjumbe haonekani. Nimemtafuta mpaka lasi. Yaani leo nimeenda kugonga mlangoni kwake. Haitiki, nimepiga simu. Inaita tu ndani kwake, yani wala haipokelewi mjumbe. Yaani hata simu ifanyaje. Kwa hiyo yaani ukipiga simu inaita ndani. Yaani simu inaita tu ndani kwake, inaita tu lakini haipokelewi mjumbe. Na umesema leo siku ya pili.
ana siku ya pili mjumbe. Hiyo itakuwa shida. Hebu twende huko. Hebu twende. Twende mjumbe. Haya. Twende. Au atakuwa amelala? We, mjumbe sasa amelala, mbona apokee simu? Mdogo wangu. Naam. Kuna kitu kinanichanganya sana kwenye familia yangu. Kitu gani kinachokuchanganya? Unajua kwenye familia yangu kuna vitu ambavyo vinaingiliana. Sasa inakuaje kwa upande wako? Yaani mpaka nimeamua kukushirikisha, manake nimeona sina namna. Huenda ukanisaidia hata mawazo. Unajua brother, msela alogwi ujue. Unasema? Msela alogwi. Mbona umri wako bado sana brother? Una maana gani ndugu wangu? Ushawahi kuvuta bangi brother? Hapana, sijawahi. Mimi nataka nikupe dawa. Na hiyo dawa utakapofika ukaitumia vizuri, matatizo yako yote yanakwisha kwa wakati huo. Na utaona mabadiliko makubwa sana katika familia yenu. Ni kitu gani hicho? Hicho kitu kipo. Kweli? Kweli kabisa. Aisee ndugu wangu, nitakushukuru sana kwa sababu kwenye familia yangu sasa hivi kumeingia changamoto kubwa sana. Yaani hata hivi ninavyoongea na wewe, nimetoka kuzungumza na mdogo wangu wa kike, lakini ameongea mafumbo tu, yaani hakuna cha maana alichoniambia. Mimi naomba nikupatie hicho kitu. Sawa ndugu wangu. Hiki hapa. Iko tulia maeneo yenye utulivu peke yako. Kitumie. Alafu kitakachokuja ndio utakachokifanya na kitatatua kila namna ya changamoto zako zote. Sawa, nimekuelewa. Asante sana. Haya. Shukrani ndugu wangu. Pamoja sana. Haya. Utapata mafanikio. Haya, baadaye basi. Haya, asante. Sasa sikiliza. Mimi ninachokiona, tuvunje huu mlango. Tuvunje ili tujue huko kwamba kafia ndani au vipi. Basi vunja ili nijue kama ndugu yangu amekufa ama sijui yuko wapi, ili nijue basi mjumbe. Lakini sasa hivi nikivunja sisi, mimi naona kama tungeita polisi au sasa hapa. Halo? Nanyoli. Jiba, acha. Safi, Nanyoli uko wapi ndugu yangu? Mimi niko hapa na mjumbe saa hizi, nataka tuvunje mlango wako, najua umefia ndani. Njoo basi Nanyoli, mimi niamini kama kweli uko hai. Njoo. Una kiberiti hapo? Hapa kiberiti. Labda msishie. Sasa hivi hamna. Hamna. Mbona kwa sana lakini
Shai kuvuta kweli? Mimi mbona nishavuta sana mdogo wangu. Mimi long time ago kitambo mwanangu mimi napiga hivi vitu yani. Hao ndio umekuja kutuchola. Usalama upo au si? Nashinda kuelewa hiyo. Oya dogo. Unachola nini? Hapana. Au polisi? Hamna bwana mdogo wangu. Poa basi. Haya no. Jamani. Leo nimekuja. Shoga yangu upo. Mzima lakini hata majeraha. Mzima. Nini mami? Mzima. Nimekumisi wewe. Mimi nimekumisi. Nanyori. Ulikuwa wapi? Shoga yangu, maana historia inachekesha. Siku ile nimetoka moja kwa moja hapa. Hata njiani sijasimama. Nimepita huko njiani kama mwenda wazimu. Kiki mimi nywele mara inadondoka, mara nimenieleka. Wewe. Shoga yangu, mimi huyo mpaka kwa kama nakuona vile. Kama unaona shoga yangu. Zangu kwa kosha mpale. Gonga baba, gonga. Si unajua nina kimuhemuhe, anajua mtoto atotokea hapa, tutokea hapa. Maana ile mitoto jamani na usinga jamani. Gonga. Kosha mwenyewe nakwambia sijui alikuwa anafanya nini huko ndani. Sijui alikuwa anajua labda ni kidem chake kingine kimekuja, mimi hata sielewi. Na gonga kufungua eti Nanyori, my love sijui nini wakati niko huko hata simu hanipigii. Anyway, shoga yangu nikaingia, siku ikaisha. Balaa, mikosi, vitimbwi na mafarakano. Asubuhi kwa upeku kumekucha na mikosi. Eti anakuja mama amekosea nyumba. Kivipi? Anamuulizia mdogo wake. Huyo mwanamke sio mwanamke wa kosha mkweli wewe? Hapana, sio. Mwanamke wa kosha wapi? Si mtu kama tu kapiga line, samani nimekosea namba. Anyway, shoga nimetoa vyombo sasa nje mwali, si unajua tena mara nimepasi vingo vya koshamu, mara ndo natoa vyombo. Mama kujibebisha. Na kicheko chenyewe kikaishia hapo shoga yangu. Mimi niko busy na osha vyombo. Yule mtoto asije. Yaani ifanye kama unaona. Nimechuchumaa na osha zangu vyombo hivi. Picha ya kwanza naiona na viona vimiguu. Ile kupanda, yaani fanya kama unaona. Ile kupandisha macho hivi. Huyu hapo. Amefuata nini kwa kosha? Sabia, hivi ni mtoto wa mtu mzima. Sabia, hivi ni mtoto wa mtu mzima. Yestini. Naam. Niko huku nakuja. Bwana, naona umeamua kujichimbia. Jambo kinoma. Upo eh? Safa bwana. Ngoja nikupangie maana usije kaenda huko ukakuja, unajua. Dawa hizi hapa. Hapa bwana. Hii hapa. Hii bwana dawa ya tumbo, ngili na gongo. Alafu kuna hii hapa. Hii dawa ya mvuto.
hii mtu akishatumia hii yani hiyo inachanganya mafuta kidogo. Kishapaka mwanamke bora achomoi. Sasa kuna hizi mbili. Hizi umeona hizi ukiangalia hizi? Zinafanana. Unaona zinavyofanana? Kuwa makini ndugu yangu. Hii ukijichanganya tu unaua. Hii ni dawa ya kuona wachawi na kujikinga na wachawi. Hii anaenda anaiweka kwenye maji. Akishaloweka kwenye maji anaoga kutwa mara 3. Hii hapa. Tahakikisha mambo yanaenda sawa. Bwana tajiri. Kidogo nawe. Asante sana. Hizo maana leo nilikuwa nawazia hapa, si unajua. Ukikuta ukiwa na 10,000 kama una laki. Basi poa. Haya sawa. Poa basi. Sabia, hivi ni mtoto wa mtu mzima. Sabia, hivi ni mtoto wa mtu mzima. Karibuni. Asante. Ostazi. Tumepita dukani kwetu. Tukasema tuje nyumbani. Jumapili ngoja ufungue duka. Jumapili huwa sifungu. Na sio Jumapili tu. Hata siku nyingine za kawaida nikiwa sijisikii huwa nalala tu. Tunashukuru kwa tumekuta. Kwa tuna shida na dawa sasa. Yaani kinga. Kuna vidonda ni vichawi hivyo. Sabia, hivi ni mtoto wa mtu mzima. Sabia, hivi ni mtoto wa mtu mzima.